Tumepewa neno kutoka kitabu cha Ezekieli. Ezekieli mlango wa 37 mstari wa 24 hadi wa 28. Kitabu cha Ezekiel sura ya 37 mstari wa 24 mpaka 28. Ninaenda polepole, nimesema huwa nafundisha kila kukichwa. Wiki nzima nafundisha, kwa hiyo nataka tuende pamoja. Tafuta kabisa Ezekiel 37. 37 ukishaipata ni mlango wa 24 mpaka 28. Na kabla ya kusoma hilo neno, nimeenda na somo lililoandaliwa na KKKT kwa maana ya kalenda yetu ya mwaka Aprili 19. Ikiwa ni siku ya pili baada ya Pasaka, huruma za Bwana. Na tunaongozwa na kichwa kinachosema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na ndipo hapo tulipopewa somo ambalo nimelisema la mahubiri Ezekieli 37 sura ya 24 mpaka 28. Lakini baada ya mimi kusoma hili somo, nikasema kwamba nikianza kulisoma tu unaweza usijue ni nini ambacho kilikuwa kinazungumzwa mpaka kwenye huo mstari wa 24. Kwa hiyo nikatamani ni walau nianze kuongea kidogo nini kilichotokea mpaka hapa ambako tutakuja kusoma hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme hivi, Ezekieli alikuwa nabii wa Mungu, na alikuwa ni nabii katika taifa la Israeli. Na ninaweza kusema hakuwa kiongozi kabisa aliyefahamika kama alivyokuwa kina Daudi. Alikuwa ni nabii. Sema nabii. Sema nabii. Sasa nabii huyu, kama tunavyojua, nabii wakati fulani huwa hayuko sana fomo kwa sababu ya kufuata taratibu na kanuni za kuendesha mambo kwenye jamii au taasisi husika anayofanyia kazi. Kwa sababu inawezekana nabii akalala asubuhi, usiku akaamka akasema leo ni Ijumaa, na wakati nyewe mnajua ni Alhamisi. Ndio tabia za kinabii zilivyo. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha nabii Ezekieli, ukianzia mlango wa 37 mstari wa kwanza, utaweza kuona Ezekieli akionyeshwa, akipelekwa na Mungu katika maono. Akapelekwa kwenye mazingira ambayo alikutana na mifupa. Sema mifupa. Sema mifupa. Na haikuwa mifupa ya ng'ombe au ya mbuzi, ilikuwa ni mifupa ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Akaonyeshwa mifupa. Katika utume alioitia wa unabii, akapewa maelezo, akaambiwa wewe Ezekieli kama nabii, tabiria hii mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kusoma mwenyewe. Nataka nizungumze tu kwa upole, kwa brief, kwa sama yote naongea Kiingereza. Kwa muhtasari ili niweze kufika hapa ambako nataka tupasome. Alipoonyesha ile mifupa akaambiwa tabiria, akamwambia Mungu, mimi siwezi kutabiri Mungu, wewe wajua. Basi Mungu akampa ule utabiri na akamwambia nini cha kufanya, na kikafanyika kama jinsi ambavyo Mungu alimwambia. Kaitabiria, upepo ukaja ukaikusanya, nyama zikaja, ikaunganisha ile mifupa, upepo ukaja ukaleta hewa ya kupumua, kile kitu kikawa hai, ile mifupa ikawa ni kitu hai. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia alikuwa katikati ya wana Israeli kipindi hicho anachopewa hayo maono. Wakati baada ya kuonyeshwa mifupa, akapelekwa tena kwa wakati mwingine kuonyeshwa vitu vingine. Akaonyeshwa vijiti. Sema vijiti. Sema vijiti. Na vijiti alivyoonyeshwa, alionyeshwa vijiti vya kwenye nyumba za watu, kwenye miji ya watu. Mji wa Daudi. Mji wa nani? Ingekuwa ni huku kwetu sasa hivi Mbeya, tungesema kijiti cha kwa Mlai, kijiti cha kwa Sanga, kijiti cha mchungaji Mwantimwa, kijiti cha kina mama K. Vikaonyeshwa vijiti. Na vile vijiti alivyoonyeshwa akaambiwa havipo pamoja. Hivi vijiti vinabidi viwe pamoja. Maana yake visiwe vijiti ukiwa ni kijiti kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maono alikuwa anaonyeshwa. Na alikuwa anaonyeshwa wakati gani? Ezekiel.
ni kipindi ambacho Mungu alitambua taifa la Israeli lilikuwa linapita kwenye nyakati gani. Ni kwenye nyakati ambazo taifa la Israeli lilipita mahali likaona Mungu hayupo, kama Mungu amewasahau. Biblia inasema mioyo yao ilikuwa imeinama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kipindi hichi ambacho nabii Ezekieli anaonyeshwa haya maono. Sasa tukianza kusoma utaweza kunielewa na utaweza kuelewa kuunganisha hivi vitu nilivyoviongea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome ile Ezekieli 37:24 mpaka 28. Naendelea kusoma pale, nasema hivi: na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao, nao wote watakuwa na mchungaji mmoja, nao wataenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Nao watakaa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu, walimokaa baba zenu, nao watakaa humo, wao na watoto wao na watoto wa watoto wao. Mimi na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao, litakuwa agano la milele pamoja nao. Nami nitawaweka na kuwazidisha, na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Na mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mimi niwatakasa Israeli, patakatifu pangu patakuwa katikati ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ni kipindi ambacho Israeli walikuwa kwenye mahali, kwenye mazingira ambayo walikuwa wanamuona kama Mungu hayupo. Mioyo yao ikainama. Ezekieli kwa kuonyeshwa maono yote yale, mwishoni anawaambia pamoja na kwamba mioyo yao imeinama, ipo siku nitasimamisha mtu mmoja kwa ajili yao ambaye atakuwa ni Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa na mtu wa kuongoza. Kumbuka somo la leo linasema linasema nini? Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya nani? Kwa hiyo wakati wanaambiwa mazingira ya Mungu anaonyesha kabisa, msizimike mioyo kwa sababu nitamsimamisha mtu ambaye atawaongoza nyinyi. Tena hata waongoza mwenyewe. Mimi nitakuwa pamoja nanyi, nanyi mtakuwa pamoja nami. Na mahali pale ambako mnaona pamepotea, Israeli mahali palikopotea, patarudi. Maana yake Mungu anawakumbusha habari ya Yakobo babu yao. Kama Mungu aliwaahidia kuwapa eneo na wako katika utawanyiko, nitawarudishia, mtakaa nami nitakuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kujiuliza la haraka: hivyo mnajua nini kinachoendelea duniani? Mnajua kinachoendelea duniani? Ndio, nashukuru aliyesema ndio. Yawezekana ataniambia, yawezekana akaniambia Atenes tu. Sasa mwingine hilo litakuwa ni fumbo. Lakini huwa natamani sana hata nimesema mtanisamia nafundisha. Wakati nafundisha natakaga wanafunzi wavae lile somo, alafu baadaye ndio watanielewa vizuri. Kwa hiyo na mimi nataka wakati naongea na Israeli, usifikirie Israeli ambao sasa hivi napambana na nani? Na mnajua hicho kitu? Na Palestina, si ndivyo? Na Marekani uko pale, si ndivyo? Naomba usiende kule, tutarudi hapa darasani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yote haya Mungu aliyazungumza akijua na kitaka kuelekeza kwamba mimi ndimi mchungaji mwema kwenu. Na mchungaji mwema hawezi kuacha kondoo yake afanyaje? Apotee. Somo la leo: mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Sasa ndio kwa naongea, nilikuwa sijaandika, naomba nisome nilioandika kama mahubiri. Mchungaji ni nani? Tuulizane. Nani amemwona mchungaji asubuhi? Nyosha mkono. Aliyemwona mchungaji aliyemwona mchungaji anyoshe mkono. Hata mchungaji wewe, kama kuna mtu amemwona mchungaji asubuhi anyoshe mkono. Mchungaji umejiona? Hata wanakwaya hawajamwona mchungaji, lakini najua kwa sababu gani? Kwa sababu kuna swali zitafuata baada ya hapo. Lakini kwa tafsiri hiyo niliuliza huko kwenye mitandao. Mchungaji nani?
ni mtu anayechunga mifugo, ng'ombe, mbuzi, kuku na kadhalika. Huyo ni mchungaji. Aliyemwona mchungaji nyosha mkono asubuhi, aliyonyosha. Haya, mchungaji ni nani? Kama unajua mchungaji nyosha mkono hivi. Najua mjaelewa bado, tutaelewana tu. Kwamba hufugi kuku, huna mbuzi, huna ng'ombe, tena ngoja niende zaidi. Kondoo ni nani? Kondoo ni nani? Ni sisi. Haya, mchungaji ni nani? Nyosha mkono. Tutarudi huko kwa Yesu ulikosema. Tutaendelea. Kwa hiyo nimesema kwa tafsiri ya hivyo, yule anayechunga yeye ndio mchungaji. Sasa kwa maana isiyo rasmi ya kwangu nimeandika mchungaji ni kiongozi au mhudumu, mwongozaji, mwelekezaji awezaye kuongoza, kuelekeza awaongozao ili kufikia hatima yao. Ili kufikia nini? Ili kufikia nini? Huyo anastahili kuitwa nani? Mchungaji. Ni ukuulize tena, wewe ni mchungaji si mchungaji? Wewe ni mchungaji sio mchungaji mlai? Kwa hiyo kila mtu hapa anaweza kusema ni mchungaji. Wakati naandaa hiki kitu, nikajiuliza kuna wimbo fulani zamani, sijui kama mimi ni wa zamani lakini mtanisamehe. Kuna wimbo ulikuwa unaimbaga, baba awe askofu, mama awe mchungaji, watoto wawe wainjilisti. Mmeukumbuka? Wa 2000 sijui kama utakumbuka. Lakini mnakumbuka. Na huo wimbo ulianzia wapi? Wakati tunaanza kufahamu kwamba ibada haianzi kanisani, inaanzia wapi? Inaanzia wapi? Kwa nini wewe sio mchungaji sasa? Kama ibada inaanzia wapi? Kwa nini wewe unasema sio mchungaji? Kwaya, mmenielewa? Tena nyinyi mnatakiwa mseme sisi ni wachungaji, maana si umesikia mahubiri. Kwa hiyo na nyinyi pia ni nani? Maana yake mnatakiwa muongoze, muelekeze, ili sisi washarika na ambao hawajajijua kama ni wachungaji waweze kufikia hatima zao. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona umefika mahali pa kusimama na kumwelekeza mtu, aidha ni mtoto mdogo, ni mtu mzima, ni mzee, ni nani, lakini unamwelekeza kwa nia ya yeye kufikia mwisho mwema, wewe ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo linasema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya nani? Swali, sifa ya mchungaji ni nani? Sifa yako, kama wewe nimeshakuambia mchungaji, sifa yako ni nini? Kuchunga sio? Kuchunga sio? Sasa nikisema kuchunga, wajibu wako ni upi? Utawajibika kwa lipi kama ni kuchunga? Kutokana na kichwa tulichosema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya nini? Kumbe sifa ya mchungaji ni kufa. Ni kufanyaje? Ongea kwa sababu ndiko tunakoenda. Sema kufanyaje? Kufa. Kwa nini kufa? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kondoo. Kumbuka kitabu cha Yohana 3:16 kinasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda hata akamtoa mwanawe, ili nini? Alimtoa akafanyaje? Alimtoa wakati gani? Au alimtoa kwenye mazingira gani? Alimtoa ili afe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukeni Daudi, taifa limevamiwa. Daudi anaenda kwa mfalme na anamwambia mimi nitaenda kupigana na Goliath. Unakumbuka? Mfalme akamwandalia manguo manini, akamwambia hapana, mimi ni mchungaji nachunga kule porini kila siku. Huyu mimi naenda naye. Si ndio hivyo? Na akajiapiza, akiniua na aniue, na asiponiua basi mimi nitakuwa nimeshinda. Unakumbuka? Maana yake alijitoa, akasema kitokee kitakachotokea mimi nitaenda ili taifa lifanyeje? Lipone. Maana yake aliweka ule uhai mbadala ya yule aliyestahili kufa. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo hata asubuhi ya leo tunakumbushwa mchungaji mwema sifa yake ni kufa kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo tunaweza kuzungumza nini? Mchungaji mwema ni nani? Mchungaji mwema ni yule anawaongoza na kuelekeza awaongozao ili kufikia hatima njema. Sema hatima njema. Sema hatima njema. Tutaelewana tu pole pole. Kufa kwa ajili ya waongozao. Mchungaji mwema sifa yake ni mchungaji asiye na ubinafsi. Ingekuwa Ezekieli angekuwa ni mbinafsi, asingetoa tumaini kwa wana wa Israeli kuambia kwamba pamoja na kwamba mioyo yenu imeinama, lakini yupo Mungu anaona njia mnazopitia, atawasimamisha tena kwa upya na hamtaogopa tena, na yeye atakuwa ndiye Mungu wenu na hamna sababu ya kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sifa ya kuwa na mchungaji, hata kuwa na ubinafsi. Ukiona we ni mbinafsi, sio mchungaji mwema wa kuwapeleka watu kwenye hatima zao. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajiona mimi ni mimi tu, tegemea kabisa wewe sio mchungaji mwema. Utakuwa mchungaji mbaya kuwapeleka watu kwenye hatima mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji mwema hafanyi mambo yake kwa kushindana. Sifa ya mchungaji mwema, hafanyi mambo yake kwa kufanyaje? Angalieni nyakati tunazopitia. Kuna wakati najiulizaga, hivi tofauti ya mtoto mdogo na mtu mzima ni nini? Kuna mtu anaweza kuniambia Mlai? Tofauti ya mtoto mdogo na mtu mzima. Umri, nashukuru umenisaidia pa kuanzia. Kumbe binafsi mimi nilijikuta kwamba hata mtoto wa chekechea au hata aliyezaliwa leo yawezekana ni mtu mzima. Unajua ni kwa nini? Nimechukulia utu uzima kama uwezo wa kuweza kupambanua jambo. Huyo naweza nikamuita ni mtu mzima. Uwezo wa kupambanua nini? Wewe uje kuona mtu mzima. Sasa twende kwenye umri sasa, nisizungumzie. Mtu mwenye umri mzima lakini ana mambo ya ajabu, mpaka unajiuliza. Kwa hiyo unaweza kusema wewe ni mtu mzima? Amesema uzima upo, hajafa maana yake, anatembea, anapumua. Lakini ndio nyakati hizi ambazo tunazipitia. Sasa nani huyo wa kumsaidia huyu mtu? Wa kumuongoza huyu asiyekuwa mtu mzima ni yule mtu ambaye atakuwa mchungaji mwema kwa ajili ya kumpeleka kwenye hatima yake. Na tumesema mojawapo ya sifa ya mchungaji mwema ni kuutoa uhai wake. Kufa sasa hivi sio kama unavyofikiri, japo unaweza ukafa, mnajua Jamani, mnajua hicho kitu? Mnajua hicho kitu kulingana na mazingira? Unaweza ukafa muda wote ukitaka. Mtanisamee, si niko kanisa na watu ni wengi. Sema kitu leo sasa. Sema kitu, jioni tu tunaanza kukutafuta. Mwenye kuelewa na nielewe. Na ndio maana tumefikia nyakati hizi ambazo hata ule uchungaji wetu tumeusahau. Umezaa watoto, unashindwa kumkemea mtoto kwa sababu amekwambia ukinikemea najiua. Ni uongo jamani? Ni uongo jamani? Kwa hiyo kufa maana yake we mkemee, akikwambia kafe mwambie ufe, nitakuzika, alafu tutakutana huko kwa Mungu, hiyo kesi ikaishe. Huko ndiko kufa bila kuogopa jambo lolote. Kusimamia kweli ya Mungu ndio huko kutoa uhai kwa ajili ya nini? Ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri kutoa uhai tu ni kuongoza, hapana. Ufike mahali kama ni kusimamia kweli, usimame na kweli hata kama wakikuua. Mnamkumbuka Esther? Wakati taifa linataka kuangamizwa, mnakumbuka? Alisema naingia kwa mfalme, nikiingia nife au nikiingia nipone, na aliingia, mnakumbuka? Maana yake nini? Alifika mahali akajiona kama yeye si kitu tena. Kuliko taifa likapata shida, bora nife ndio kutoa uhai huko. Kusema kweli. Sasa hivi ukisema unaogopa tu. Mlimsikia Papa juzi? Papa yuko wapi? Afadhali. Kuna mwingine amesema Arsenal kwa sababu ni mpira tu, vingine hajui. Unasikia anachokiongea? Yuko kwenye ziara huko anapambana na mtu wa nchini kwake. Amesema hivi, mimi nasema hivi, mnakumbuka? Mnakumbuka hicho kitu? Tutafika huko baadaye kidogo. Tutafika huko.
lakini kwenye kutoa uhai ni pamoja na kusimamia kweli. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndo mchungaji mwema. Sisi wa Kristo tumefika mahali tukijisahau, ukisema mchungaji unafikiria kanisani mchungaji Mwantimwa, na wewe pia ni mchungaji kwenye hiyo level ulionayo. Wanaume mnajua tunakufa Si mnajua tutaongea baadaye kidogo. Wanaume sisi ni maaskofu huko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hali ya kuwa mchungaji mwema, ili uweze kuwa mchungaji mwema vizuri, ni vizuri uweze kuwa na uwezo wa kupambanua mambo unayokutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo unayo, yani ukishaona umekutana na jambo ukalipuka nalo jinsi lilivyo, wewe hufai kuwa mchungaji mwema. Maana utakavuliona jinsi lilivyo utalipuka nalo jinsi lilivyo, hata kama ni la uongo. Si tunaona wewe? Ngoja nije kwetu sisi kizazi cha sasa hivi. Kuna mtu kirusha kitu hata hapa kanisani, inawezekana amesharusha leo, kuna mhubiri anahubiri huyu. Au achana na hivyo, huje kuona watu wanashare kwenye group picha imetupwa hata kama ni ya uongo, yeye tayari ameshatumia watu 10-15. Mlishakutana na hicho kitu? Mlishaona mtu anafumuka na habari za uongo? Unakumbuka? Angalia uzushi unaweza kumuita mchungaji mwema. Maana yake amekosa uwezo wa kupambanua mambo anayokutana nayo kwa wakati ule ule. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake mchungaji mwema kama anakuwa na uwezo wa kupambanua jambo, ni mchungaji ambaye ana utulivu ndani yake. Ana utulivu? Kumbuka nimesema mchungaji ni nani? Ni mhudumu, mwongozaji, mwelekezaji kwa ajili ya watu kufikia hatima zao. Ukiona umekosa hilo, na kuna watu wameumbiwa kama mazingira ya kuliamshamsha tu. Yaani hata kama ni libaya tena hilo ndo analipenda aliamshamshi sana. Nakumbuka yaani ikiona kitu kama ni leo kuna mtu anaapishwa mahali fulani leo na anataka mtu mwingine aongelee, hicho kitu hicho hakitaweza kukusaidia kwenye maisha. Usipopata utulivu, mchungaji nisamehe, nilikuwa hapa kipindi kile, nilikuwepo hapa. Mnakumbuka ile amshamsha? Mnakumbuka ile amshamsha? Mungu atusaidie tupate utulivu kwa kujifunza yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona kwamba umeweza kumfuata mtu mmoja wawili, ukimwambia hiki hakitatufikisha mbali, tayari wewe utaenda kuhesabiwa haki ya kuwa mchungaji mwema. Maana kinachokufanya umwelekeze ni kwa sababu unaona mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tunazungumzia mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya nani? Ya kondoo. Katika kitabu hiki cha Ezekieli tulichopewa, katika nafasi aliyopewa nabii, aliweza kuonyeshwa vitu vingi kama jinsi ambavyo sisi tunaweza kuonyeshwa vitu vingi. Aliweza kuvifanya kama alivyoelekezwa. Mchungaji mwema huwa anafanya vitu kama alivyofanyaje? Alivyoelekezwa. Maana yake kama kuna miongozo anafuata nini? Miongozo. Huyo ndo mchungaji mwema. Akiambiwa hili acha, hili fanya, hili anafanya kama alivyofanyaje? Lakini kumbuka, sio anafanya kwa sababu umeambiwa, kwa sababu yeye anachosimamia ni kweli iliyoko kwenye kile anachoambiwa. Mnafahamu kilichopo sasa hivi, unaweza ukaibuka ukapewa position mahali, unaambiwa sema hivi na wewe unasema vile kwa sababu umeambiwa. Huwe uweze kuwa mchungaji mwema, maana unaongopea watu. Bwana Yesu asifiwe. Haya maisha ni magumu, na ndio maana nikasema ni kweli huwa tunahubirigi habari za Biblia, za Mathayo, za nani, lakini ninachosema kwa wakati mwingine, jione kama ni wewe, na hii Biblia ikusaidie wewe binafsi. Kuwa mchungaji unasimamia nini? Kuwa mchungaji lazima nife kwa ajili ya mtu mwingine, na sio kufa unavyofikiri kwamba hata kufa kwa kufa hivyo unavyojua tunakuja kukuzika hapa. Hapana,
ile kusekenywa kwamba umesema anaweza kuniambiaje huyo yeye ana nini, ili mradi umekisema na uhakika nacho, huko ndiko kufa. Huogopi kwa sababu ananisema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji mwema huwa anaongoza na kusema vile anavyokuwa amepewa. Je, ni nani katika nafasi, wajibu au kazi Mungu aliyokupa katika jamii au katika kanisa umeweza kuwa mchungaji mwema katika nafasi uliyopo? Na nazungumzia nafasi, usiseme nafasi ya uzee wa kanisa, nafasi ya kwaya. Hata hapo nyumbani ulipo, kama baba au mama au mtoto au mjukuu, umeshaweza kusimama kwenye nafasi hiyo? Maana yake kama ni baba, umeweza kuongoza hii familia kweli ikafikia mahali ambako hata mtu akiona anaona hatima ya familia yako. Sifa mojawapo nimesema ni kutoa uhai. Kwa ajili ya nini? Kufikisha watu kwenye hatima zao. Wiki iliyopita kuna kitu nilikuwa naangalia kwenye mtandao huko, nikakuta mtu mmoja anafundisha somo. Akasema tumefikia mahali kwenye maisha sasa hivi tunavyoishi, Mama Ringo, tunavyoishi. Wewe unaishi Mbeya, umetokea kule kwetu Kishumundu kwetu kule. Na mwingine ametokea huko alikotokea, wote tuko mjini tunatafuta, si kweli? Na baba na mama wote tunatafuta, si ndivyo? Watoto wa shule wanaenda shule, wakubaki nyumbani wanabaki, lakini wanabaki na dada, si ndivyo? Sasa akashangaa watoto wake wanaongea lugha ambayo sio yako ya kinyumbani. Kwa maana yake kama ni hapa Unyakyusani, unashangaa wewe baba ni Mnyakyusa, mama ni Mnyakyusa, mtoto anaongea Kifipa. Akajiuliza kulikoni? Kama mimi ni Mchaga, mtoto anaongea kinini? Kihaya. Unajiuliza mbona hajui hata Kichaga, mbona anaongea Kihaya? Akaenda katika tafiti zake akamfuata huyu niliyokuwa anakuambia anaongea. Tena ngoja tu nimseme na ukamfuatilie. Anaitwa Dr. Kweka. Anafundisha habari za, kama mmeshamfuatilia, habari za kujijua na za kujiona ni mzima kumbe ni kichaa. Akasema akamfuata Dr. Kweka akamuuliza, mbona mtoto wangu anaongea lugha ambazo sio zangu? Akamwambia, wewe hiyo familia umemwachia nani? Akamwambia amemwachia anaishi na nani? Kwanza akamwambia hivyo, aliwaambia watoto anaishi na nani? Akasema anaishi na dada yao, ametokea Sumbawanga. Nikamwambia sasa ndio huyo sasa. Hiyo lugha anayoongea ni kwa sababu anaipata kutoka. Nazungumzia habari za mchungaji mwema. Ukiwa pale nyumbani ukisikia mwanao anafanya hivyo, wewe ni mchungaji mwema. Kwa nini? Ulishinda kusimama kwenye nafasi yako ya kuchelewa kazini au kuwahi kutoka kufika nyumbani, kuongoza na kuelekeza watoto wako wafikie hatima ya jamii unayoishi wewe. Yaani maana yake siku wewe haupo duniani tumuone ule mtoto wako, kama ni Mnyakyusa tumuone ni Mnyakyusa kweli, kama ni Mpare aonekane Mpare, kama ni wakina Mleo Kishumundu aonekane ni mtu wa Kishumundu. Lakini sasa hivi angalia, ukifa familia unaiacha ni akipare huko si ni kinani huko kila kitu, kwa sababu tulishindwa kusimama kwenye nafasi zetu kama wachungaji wa kuelekeza kondoo Mungu aliotupa kuwafikisha pale tunakotaka. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine mzuri ambao wa mchungaji mwema, waliosoma na Wahindi, kama ulishasomaga na Mhindi darasani au mtu wa ngozi tofauti na kwetu, nyosha mkono hivi. Yule pale na wengine. Hebu nikuulize, ulipomaliza shule au chuo, si ulienda kutafuta kazi? Si ulibeba bahasha? Wale Wahindi ulienda nao wako wapi? Nani alishamwona Mhindi anatafuta kazi? Nyosha mkono hivi. Nyosha mkono hivi. Nani? Kwa nini unyoshi? Kwa sababu hawapo. Na kwa nini hawapo? Kwani hawahitaji kazi? Ni kwa nini? Wenzetu walishajua hii siri, kwamba nikiwa mchungaji mwema sio kanisani, na ndio maana nikaanzia mwanzoni jinsi ya kuelekeza watoto wako kufika kwenye hatima zao. Sasa hivi sisi weusi tunaogopa watoto. Uongo kweli? Uongo kweli? Mtoto anakuambia nitajiua baba, na unaogopa, unarudi nyuma. Mwambie kufa, kwa sababu unajua
Ni wazazi wangapi sasa hivi watoto wanatafuta kuwaua? Kwa nini? Ulishindwa kwenye kusimama kwenye nafasi yako uliyopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia huko tulipo sasa hivi watoto walivyo. Angalia bajaji hizi za Mbeya. Angalia wale watoto ni wakina nani? Kaendesha bajaji kakaa upande takoliku. Ametokea kwetu. Mmemwona Dr. Mwalumuli ananizoom pale. Ni uongo kweli jamani? Hebu tuambiane, wanaume tutakutana siku moja, si tunakufa mapema. Mnajua hicho kitu Kwa sababu gani? Stress nyingi. Ya nini? Mimi si askofu nyumbani. Si ndio hivyo? Si tumekubaliana ule wimbo eti baba awe askofu, mama mchungaji, si watoto wa injilisti. Si ndio hivyo mama K? Kwa nini tunakufa mapema? Yawezekana wachungaji akina mama K wachungaji mnashindwa kuongoza maaskofu wenu. Mnashindwa. Angalia tunakwenda. Angalia hii Mbeya mapagala yalivyo mengi. Atakayekataa nyoshe mkono. Kwa nini? Tumekuwa na kizazi ambacho sasa hivi ukishakufa tu na kumbukumbu lako linaondoka. Kwa sababu gani? Wakati huu uliopo una nguvu kumkamata huyo mtoto, kumtengeneza awe kama jinsi ambavyo unataka awe kipindi ambacho haupo. Hatuna huo muda. Uongo kweli? Uongo kweli? Mtoto hajui hata kwenda benki, hajui. Lakini mzee mahela, Mtoto kuwahi dukani kuamka saa 11, awahi Mwanjelo kwenye duka la baba kufungua. Afungue, atoe vitu nje. Haendi. Na tunapopata laana kubwa vinaturudi. Yule ulimchukua yule kijana ulimchukua anazunguka kijijini kule, ukasema wewe utakuwa unakuja unawahi kufungua duka, unatoa vitu nje, maboksi yanakaa nje. Yule ndo atakuja kuchukua hiyo nafasi. Atakuja kuchukua hiyo nafasi kwa sababu umeshindwa kuwa mchungaji mwema kwenye familia yako, kuongoza watoto kufika kwenye hatima ambao unataka wafike. Siku hizo unakuta mtu anakuambia bora nimsaidie mtu baka kuliko kumsaidia wa kwangu wa nyumbani. Uongo? Ni uongo jamani? Na ndivyo hivyo vinahama. Mtoto hajui thamani ya chochote ambacho unacho. Hata nyumba. Nenda kule kwenu, nitoe mfano tu. Nenda kule kwako mama, ukuta umechorwa. Uongo? Kwa nini? Malezi amesema malezi, asante. Yaani unaogopa kwa sababu eti ni mtoto kachora ukuta, basi atakuwa anachora kila siku. Hapa atachora, pale atachora, kesho atachora kule. Hujakaa mahali na kumfundisha kwamba thamani ya kuchora hii unaipunguza. Sikupiga rangi bure hapa. Tumefika mahali ule uchungaji tumeona ni wa kanisani tu. Na hilo ndilo litakalotuhukumu. Na matokeo ya kutokuwa mchungaji mwema ni nini? Ni kulaumu tu. Watoto wa siku hizi hawaeleweki. Kanisani hakueleweki. Sijui nini. Wewe utakuwa ni kulaumu tu, hutakuwa unatafuta suluhu. Na hutakuwa unatafuta ni wapi ambako tumepotea. Uongo jamani? Ngoja niongelee kwa upande wangu, lakini siongelea habari za familia yangu, familia zetu wote. Baba zetu simpo, mchungaji Mwantima, baba zetu simpo. Simpo mchungaji Mwantima, yanamzungumzia kama reference ya umri, wametupita kidogo. Tumeoa sisi na kuolewa. Baba, usiombe. Usiombe. Kwa nini? Mama K, kwa nini tumefika? Ndoa tunakuja hapa kanisani, tunaruka ndoa. Nikasikia mchungaji mmoja mchungaji Kimara akatoa mfano, amepelekewa kesi siku gani huko nyuma huko. Ndoa imefungwa kanisani, wameenda honeymoon, kesho wameamka asubuhi wametengana. Kwa nini? Wamegombania, yani kugombania kuweka dawa ya mswaki kwenye mswaki.
Yaani yule ametoka kwao akajifunza kwamba dawa ya mswaki ukianza kutumia unaminya kwa chini, si ndio hivyo? Ili upande juu. Alafu mwingine akaja yeye anaminya popote tu. Kwa hiyo alivyokuwa anaminya basi ndio iliishia pale. Kwa nini? Watu wazima, narudi kwenye definition ya watu wazima, tunashindwa kutafsiri mambo tunayokutana nayo kwa sasa kwa kuangalia ni kweli ipi iliyopo. Kama ni baba mtu mzima, kama ni bibi, ni mjukuu, Mungu hajakuweka bahati mbaya. Wewe ni mchungaji, unatakiwa tusaidie sisi vijana sasa hivi. Angalia vijana tulivyo jamani. Tuangalieni tu. Na sasa hivi serikali inakuja na mpango baba. Ukimaliza chuo, so unamaliza wengi. Umesikia nini? Nakuja sasa. Natakiwa tuwe watu wa kisasa. Kuna nini kinachokuja? Aliyesikia mpango uliopo umetolewa bungeni juzi, cheti kiwe dhamana ili upate mkopo. Ukimaliza kama unatokea Musti, tukupa cheti hivyo unapeleka kwa kina Hobokela. Chukua cheti hiki ni azime, nipe 3 ukafungue biashara. Hivi kizi Kigoma, hicho cheti utapeleka? Au wewe, au tuseme zimetokea fursa, wewe utaenda wapi? Cheti huna. Ni kwa nini? Wamekosekana watu wa kutuonyesha kule mbele kule kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Wamekosekana watu wa kutuonyesha. Mzee Mwalumuli, Dr. Mwalumuli, sisi vijana sasa hivi tumekosa watu wa kutuonyesha kule. Maisha yetu sasa hivi yako hapa tu. Kitakachokuja hicho maana kesho sina uhakika, lakini si kweli. Kumbukeni Biblia imesemaje? Miaka yetu ni miaka 70 na ikiwa tuna nguvu miaka sisi sasa hivi tunaona hapa, okay, haifiki huko. Nani amekwambia utakufa kesho? Haya, unatakiwa uende unaangalia nyuma na mbele. Haya, umesema kesho sioni, unafanya ya kufanya sasa hivi. Mungu anakupeleka miaka 30 nyuma. Kitakachofuata, kwa sababu hakuna mchungaji aliyekuongoza, wewe unaanza kulaumu tu. Wanaume ndio tulikobaki sasa hivi. Wanaume tunaisha. Siku tukija kukutana tena nafasi, sijui kama nitapata nafasi. Kuna siku nilikuwa naona statistics ya vifo duniani. Tunaisha, wanawake mpo wengi. Unajua hicho kitu Tunaisha. Kwa nini? Sasa hivi imefika mahali mchungaji, mama amekaa vizuri na watoto. Aidha anafikiri ni uchungaji mwema, anawapa umbea tu. Mtoto akishatoka maisha, mama anaanza kupewa vya kwake. Akipelekewa bahasha, wewe unapelekewa mkono hivi. Yeye amepelekewa bahasha. Tukiwa safari tukipiga simu kule Moshi, namwambia mama chukua laki alafu 5,000 utampa baba. Utamwambia imetoka huko. Tena kama baba alikuwa mkaksi zamani, basi unamwambia mwali wako kajifungua Mbeya, mama njoo mlishe mwali huko. Haendi tena Moshi, anakuja huko. Mzee baba, wewe ni kuamka na panga asubuhi. Mzee Mariki wanaamka na panga asubuhi kama anaenda kukata majani. Ngoma hiyo hamna. Hakuna chai, hakuna nini. Tunaisha. Kwa nini? Kuna mtu aliyeshindwa kusimama kama mchungaji, akijua mchungaji ni kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hakika nasema tutakapofika mbele za Mungu, tunasema kila mtu ataenda kuhukumiwa sawa sana alichokitenda. Kuna mahali nasema, kuna mahali Biblia inasema matendo yetu yataambatana pamoja na nani? Matendo yetu yataambatana pamoja na nani? Maana yake kama matendo yetu yataambatana na sisi, ina maana kule hakuna ushahidi. Tayari ushahidi upo. Hakuna kujitetea uongo. Utaonekana jinsi ambavyo kwenye nafasi Mungu aliyokupa hujatumika. Mtoto wako yuko wapi sasa hivi? Umekuja naye huku kanisani? Mlai, nakumbuka swali nilokuuliza siku ile tunaenda Mwanza. Mnakumbuka wanakwaya? Mnakumbuka ile swali? Nakumbuka tulikuwa Igunga. Tumeshakula viazi pale na chipsi tunaenda. Mnakumbuka? Nani ambaye anataka awe kama mtoto wake? Yaani wewe baba nyosha mkono kama nasema nataka niwe kama mtoto wangu. Nyosha mkono hivi. Jamani, nimesema mimi mwalimu sio mchungaji. Nyosha. Au tikisa kichwa hivi. Tikisa hivi. Mchungaji angalia kule. Nani anayetaka awe kama mtoto wake? Uhalisia mlaini huu sasa. Umeona Na mtoto ukimwambia nani anataka awe kama baba yake, naye ananyamaza.
Na ndio maana ukiangalia sasa hivi mtu yule ambaye ameshindwa kusimama nafasi yake, kulewa nyumbani kwake kama mchungaji mwema, kinachokuja kutokea mwishoni utakuja kumgaramia wewe, akiwa hai au akiwa amekufa. Ni uongo? Ni uongo? Watoto sasa hivi tumekuwa, mtoto hajui kujenga hoja yoyote, amekamatwa na kitu cha wizi, hata kujitetea hajui. Umeiba? Ndio. Haya, miaka 20. Sasa kwa sababu baba umeshasikia na hukumiwa, unachukua advocate, msameni, unachukua advocate, unaenda kulipa. Uongo? Ili amsemee, si ndio hivyo? Kwa nini? Mtoto hana uwezo wa kujenga hoja. Mama, ni uongo. Wale wajuku kamefungwa, kalikutana kabajaji kameshika na bangi. Mtoto amepelekwa, unaambiwa ana pressure inapanda juu. Unaenda kwa mjomba wake, tuma kahela, kuna kama mwanasheria kameniambia hapo kanaweza kukumsaidia. Kipindi kile ambacho ungetakiwa umlambe fimbo, akusikia, umwambie kama utakufa utakufa. Kwa sababu kumbuka, hata kama akifa mzee Mwakyusa, nani ananunua jeneza? Si wewe. Kwa nini simwambie ukweli? Hivi kwa nini nyinyi mmefika hapa? Kwa nini nyinyi mmefika hapa mchungaji? Mlijua kweli. Watoto wetu sasa hivi wanapelekwa kwenye shule ambazo hakuna kubeba ufyagio. Ni uongo? Ni uongo? Wewe ulienda huko? Sasa okay, sasa hivi imetokea ni mabadiliko, si ndio hivyo? Akirudi nyumbani ashike, na akikataa fimbo. Sasa kule hachapwi, huku hachapwi. Anakuja musti, anatukuta. Tumekaa pale, mmemleta ametoka na division 1 sio wapi. Mimi nafundisha pale na minyaminya. Nimemaliza kufundisha, tutakutana, naondoka. Matokeo amekuja amedisco. Akija kwangu, mwalimu, kudisco ni nini? Kudisco? Unamshangaa. Kwenda nyumbani unamfukuza. Hajui, anafika kwa baba yake, baba nimedisco, na baba anamshika mkono anamleta chuoni. Mwanangu amedisco, naomba umsaidie. Tatizo ni nini? Tumeshindwa kusimama kwenye nafasi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kuna wimbo ambao naupenda, nasema hivi: haji tena kama kwanza, na hali ya umaskini, ila kwa kuzionyesha nguvu zake duni. Haji tena kama alivyokuja mwanzoni. Haji tena vile huyo tulisema amefufuka juzi. Akija ni swala la fimbo tu. Kama ni fimbo, ni mbata tu. Haji tena kama alivyokuja. Atakuja kukuambia ulikuja Rwanda, akasimama yule kaka akasema habari za uchungaji mwema. Uko wapi? Uko wapi wewe uchungaji mwema? Wapi uliweza kafa kwa ajili ya mtu ukaniambia brother hapo unapotea? Kwani unaniogopa nini? Napokea na sadaka huku. Unajiuliza ni wapi nilikosimama? Mzee Mahenge. Siku ambayo samani sio, siku ambayo mimi nikiletwa hapa nimelala kwenye jeneza hivi. Muone kile nilichokizaa kwamba kimesimama. Si ndo maana ya kuzaa. Si umezaa ili upate mwendelezo. Siku ambayo haupo tukuseme wewe yupo. Siku ambayo useme yule baba mwanae ndio huyu amesimama. Lakini ukishakufa ndo ngumi zinaenda kufa, wanauana tena. Na siku hizi mjini wapo madalali wako vizuri. Zikianza fujo hivi, ile eneo ni nzuri, ngoja tukawaambie milioni 100 ziko hapa chapu. Hamjaona masheli huko njiani kibao huko mapya? Hamjapita mkaona? Nini kimetokea? Kwani walionunua ile eneo hawakujua thamani yake? Wanakuja ambao wanajiandaa kwa yule mtu ambaye hakusimama kwenye nafasi yake. Na Biblia inachotuambia leo ni swala kusimama kwenye nafasi yetu. Tusiwaache wachungaji hawa tu. Simama wewe kama wewe. Fika mahali umie. Fika mahali peleka watoto kijijini. Kawaonyesha mlikotoka. Kawaonyesha mlikotoka. Huo ndio uchungaji.
Anguko la mwanadamu lilivyotokea bustanini, Mungu hakuwa mbinguni anaangalia, alishuka. Mnakumbuka? Akamwambia Adamu, umefanya nini? Akiwa wapi? Bustanini. Wao uko hapa Mbeya hapa. Kwa nini hapo Tukuyu hapo si Ntokela si wapi? Watoto haje kufika huko. Huje kwenda kuwapa historia, hawajui. Mtu mkafu tunaona pale kwetu kazini. Kuna kipindi, Mungu anisamee tu, mtoto amedisco, ni somo langu amedisco, alafu ni kijijini kwetu. Hanijui, hafahamu ndugu zangu. Unafikiri nilimsaidia? Wazazi wake wanaona jinsi nilivyo tu, lakini lini umenitambulisha? Hata ningemsaidia kabla ya mtihani. Lini? Angalieni biashara zenu nyewe wakinga mlioko hapa. Pelekeni watoto wenu madukani huko. Wajifunze kutoa vitu nje, kubageni vitu, kushushana mtu bei. Pelekeni watoto wenu wakasome biashara kama ni watu wa biashara. Usimng'ang'anize tu kwenda kusoma udaktari kwa sababu umetimiwa daktari. Hapana. Nenda na maono alionayo. Huo ndio uchungaji mwema, kwa sababu unachoangalia ni hatima yake. Unachoangalia ni hatima mwisho. Unataka nini? Kanisa limefika mahali tunapokeaga na sadaka huko. Tumefika mahali kanisa tusiposimama. Mnakumbuka Rwanda tulikotoka? Mnakumbuka? Tukikumbuka pale tuseme hivi, Mungu ulitufikisha hapa, kuna kitu ulitufundisha. Na mimi nitasimama niwaambie watu, usiongee sana. Ngoja nisome kitu kimoja mchungaji nimalize. Leo tuna muda mzuri. Umeshaisha. Namalizia kitu kimoja. Kuna mtu anaitwa Paulo. Utaenda kusoma mwenyewe. Kitabu cha Timotheo wa pili, andika mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi wa 8, utasoma. Ni kipindi Paulo ameona mwisho wake wa kuishi umefika, anakufa. Alivyoona anakufa, akasema sasa nitafanyaje mimi niweza kumfikisha mtu hapa nilikoishia aendelee. Akaanza kumtengenezea Timotheo hatima yake. Akamwambia Timotheo, kwenye nyakati hizi maovu yamekuwa ni mengi, watu wamekataa kweli. Watu wamekataa kweli. Na akamwambia jinsi ambavyo watu wamekataa kweli. Akawaambia watu watatengeneza makundi kwa makundi. Watajitengeneza kama sasa hivi ilivyo. Watu watajitenga kwa sababu wana imani, wataondoka nayo hawa. Lakini watakaochukua na kifanya kwa hayo makundi watakuwa ni kuipinga kweli. Tumeelewana jamani? Watakuwa ni kuipinga. Akamwambia Timotheo, mimi nakuambia, simama. Usiogope, hata kama atakuwa usiogope, wewe simama. Akamsisitiza, akamtia nguvu, anachomsisitiza maana yake ni kuendeleza ile huduma ya Paulo aliyokuwa nayo, ili naye afike kwenye hatima njema. Lakini hatima njema tumeiona wapi kwa Paulo sasa? Siku hizi si watu wanakufaga, tunaweka vibandiko kwenye jeneza na matisheti eti kwenye misalaba, si ndio hivyo? Ndio ule mstari tunaupenda kuandikia watu kwenye makaburi na kwenye matisheti. Unasemaje? Vita? Hebu mtu mmoja tusomee. Hebu soma madam. Soma hapo madam. Ni Timotheo wa pili mlango wa 4. Timotheo wa pili mlango wa 4. Aliyepata asome hapo, ndo namalizia hapo. Amina, soma kwa nguvu. Umeanzia mwanzoni sana, lakini ninachotaka kusoma nashukuru baba. Naomba nisome hatima ya Paulo. Wakati alisimama kama mchungaji mwema kumwelekeza Timotheo kwa habari za utumishi na kusimamia kweli. Alimwambia hivi, Paulo sasa ameshamwambia ndio kuambia. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimefanyaje? Imani nimefanyaje? Alafu anasema baada ya hayo nimewekwa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu,
bali na watu wote pia niliopewa kufunuliwa. Baadaye Paulo akajinyosha, akafa, akaondoka zake. Hatima ya watu. Utaenda kudaiwa hatima ya familia yako. Utaenda kudaiwa tu kwa mambo unayoyafanya. Huelekezi mtu, husaidii mtu, tutadaiwa. Utaenda kuulizwa, uchungaji wako uko wapi? Mchungaji, tusaidie. Mungu atusaidie. Tufike mahali tuseme kama Paulo, hata kama unakufa useme vita nimefanyaje? Usisubiri uandikiwe, tutakuandikiwa, lakini umekufa kwa kupigwa na vitu huko. Bwana Yesu asifiwe. Uchungaji mwema tuanze nao sasa. Na ili uweze kuona, anzia nao nyumbani. Nimekuambia pa kuanzia tu. Hata kwa watoto kutandika kitanda asubuhi ni uchungaji pia. Watoto kujua kupika chai asubuhi ni uchungaji pia. Kwa sababu sio anapika kwa wakati ule, unaangalia future yake. Wa vijana tunaoa uongo, mtakutana nayo hamjaoa. Wewe unapenda vitu unavyovijua tu, utavikuta havipo. Havipo. Mtu hajui kupika. Bwana Yesu asifiwe. Wazee mtusaidie sisi vijana. Wazee wa baba ndo tunaisha, tutakutana, tutaongea vingi. Mungu atusaidie. Nimesema ule wimbo, nimetoa tuni ya chini. Haji tena kama kwanza, tutakuja tu kujiulizwa. Kwa hali ile aliyokuja nao, haji tena vile. Isipokuwa ni kila mtu kuja kuhesabiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikafika mahali nikamalizia mahubiri kwa kusema, ukifika mahali ukiona kweli umeshindwa, kwa sababu inawezekana sasa hivi leo kaenda kuanza vita, ikaja mama akaja juu, watoto wakaja juu, baba anataka kutupindua, usiogope. Ndugu zangu, sio juu yangu, kwa sababu ni mama kama mchungaji mwema. Mungu tusaidie. Baba huyu, mama huyu. Mungu si kwamba hatuongei tena, tusio na damu inatudai juu yetu. Na hata Bwana utakapokwenda kututoa, Mungu kapate kutusaidia, tukapate kusema tumevipiga vita vilivyo vizuri na imani tumeilinda. Ni katika jina la Yesu, siku nzima leo tusaidie, tukapate kutafakari haya na kwenda kuyafanya kazi sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu tumeomba, amen.